Bwana Yesu asifiwe. Shalom. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu mwingine ambao nimepata kushare kitu na wewe. Kabla sijaenda kushare, natamka nuru kwenye ufahamu wako ili nitakachoenda kukisema kikakusaidie kubadilisha maisha yako. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 4 unasema, na tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Tabia za uungu ni nini? Tabia za uungu ni tabia za Mungu. Tunaposema tabia za Mungu, tunamaanisha upendo, tunamaanisha uaminifu wake, tunamaanisha kuwa yeye si mwepesi wa hasira, tunamaanisha yeye ni mwingi wa rehema. Hizo zote ni tabia za Mungu. So kama Wakristo tunapaswa kuelewa kwamba kuokoka ni jambo la kwanza, lakini kuwa na tabia za uungu ni jambo la pili ambalo ni la muhimu sana, kwa sababu linamdhihirisha Mungu ndani yetu. Na kusudi kubwa la sisi hapa duniani, tunatamani tuishi na watu wamuone Mungu kupitia maisha yetu. Na watu wanamuona vipi Mungu kupitia maisha yetu? Ni kupitia tabia za uungu. Na ndio maana anasema ametukirimia ahadi kubwa mno, ili kwamba tupate kuwa washirika wa tabia za uungu. Ndani yetu zionekane tabia za Mungu. Ndani yetu uonekane upendo wa Mungu. Ndani yetu watu wakituona waone amani, watu wakituona wapate furaha. Kama vile ambavyo sisi tukilitaja jina la Mungu tunasikia amani, tunauona upendo wake, tunasikia furaha, tunajiona washindi, ndivyo ambavyo watu wakitutazama wayaone hayo ndani yetu. Kwa sababu maandiko yanasema sisi ni barua inayopaswa isomeke na watu. Watu wanasoma nini? Wanazisoma tabia za uungu zilizo ndani yetu. Hizo tabia za Mungu zinaonekanaje? Maisha yako kama Mkristo yamekaa vipi? Kama unataka tabia za Mungu zionekane kwa watu, ili uwe picha nzuri katika jamii inayokuzunguka, lazima uwe na ukaribu na Mungu. Lazima umtafute Mungu na utafute nafasi yako binafsi wewe na Mungu, ili tabia hizo zijengeke ndani yako. Tunamuona Petro alivyoishi na Yesu kwa ukaribu sana. Hata ulipofika wakati alipokuwa akimkana, watu walisema, tazama hata ongea yake. Maana yake tabia za Mungu tayari zilikuwa zimekwisha kuanza kuonekana kwa Petro kwa sababu ya ukaribu wake na Yesu. Vivyo hivyo na sisi, ili tabia za Mungu zionekane ndani yetu, ni lazima tutafute kukaa karibu sana na Mungu. Maandiko yanasema Mungu ametuumba sisi kwa mfano wake. Manake kama ni tabia ya upendo ulio ndani yake, anasema yeye alimtoa mwanae wa pekee kwa ajili yetu. Manake ni upendo wa ajabu uliokuwa ndani ya Mungu. Manake vivyo hivyo hata kwetu unapaswa kuwepo upendo. Yaani mtu akikuona mwana wa Mungu, kuishi kwako uonekane upendo. Hata kama utamuonya mtu, maandiko yametuambia onya, kemea, karipia. Mtu aone upendo ndani ya kile unachokifanya. Usije ukafanya kitu mtu akasema huyu hana Mungu. Tunajua kabisa kwenye maisha yetu na mazingira yetu, wapo watu ukifanya kitu kimoja kabisa anakonfirm kwamba huyu mtu hana Mungu. Kwa nini anasema hana Mungu? Kwa sababu anazijua tabia za uungu. Hata kwa watu ambao hawajaokoka wanazifahamu tabia za Mungu. Wanafahamu kabisa wasipouona upendo ndani yako, maana yake wewe si wa Mungu. Ukaribu wako wewe na Mungu hauko vizuri. Wakiona kwamba wewe ni mtu wa makwazo kila wakati, hautafute amani na watu, wanajua kabisa dhahiri kwamba huyu mtu sio mtu wa Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ninakusihi siku ya leo, tafuta kukaa karibu na Mungu, ili utafute zile tabia za uungu kujengeka ndani yako, kwa sababu ni muhimu sana sisi kumtangaza Kristo kutokana na tabia zilizoumbika ndani yetu, zile za Mungu. Tafuta ushirika na Roho Mtakatifu. Huo utakusaidia kujenga vitu vya kimungu ndani yako, kana kwamba uwe kama Petro alipoongea wakasema kwamba huyu mbona kama anafanana na mwanafunzi wa Yesu.
alipotembea wakasema huyu mbona kama ni mwanafunzi wa Yesu. Ndivyo inavyopaswa kuwa sisi kwetu. Ongea yetu, matendo yetu, tafakari zetu, unawachukuliaje watu? Unawazungumziaje watu? Mtazamo wako kwa watu umekaaje? Watu wamuone Mungu. Ni wito wangu siku ya leo, yawe ni maombi yako kumwomba Mungu akusaidie tabia za uungu zijengeke ndani yako, kwa sababu binafsi kwa nguvu zako haiwezekani, bali kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ninaomba tuombe maombi mafupi na utaendelea na prayer point hii ya kuomba neema ya Mungu ili tabia za uungu zijengeke ndani yako kila iitwapo leo. Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya neema na ufunuo huu uliotupa siku ya leo kwa ajili ya tabia ya uungu. Tunakuomba Bwana utusaidie tabia zako Bwana zijengeke ndani yetu, kuishi kwetu kufanane nawe, tembea zetu zifanane nawe, maneno ya vinywa vyetu yafanane nawe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, tunajua peke yetu hatuwezi, bali kwa msaada wako. Kuna nyakati tunajitahidi kuenenda na tabia zako, lakini adui anatafuta kila namna kututoa kwenye kusudi. Tunatambua Bwana miili yetu inazo tabia ambazo zinatutoa kwenye kusudi lako, kwenye tabia zako Mungu. Tunaomba utusaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, tunakataa kila tabia za kishetani ndani yetu, tabia za hasira, tabia za maumivu, tabia za kukwaza wengine na kuchukulia kawaida, tabia za kutafakari vibaya juu ya wengine, mitazamo mibaya juu ya wengine, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, tunakataa kila tabia zisizokuwa za kimungu ndani yetu, bali tunaomba neema yako utusaidie Bwana tupate kukutafuta wewe kila itwapo leo, ili tabia za kiungu zijengeke ndani yetu, tukasomeke kwa uzuri kwa kila anayetuzunguka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa kuwa unaenda kutusaidia. Tunakushukuru kwa kuwa tunaamini tayari Bwana umekwisha kutusaidia kuzitengeneza zile tabia za kiungu ndani yetu. Tusaidie Bwana, utupe wepesi katika kulisoma neno lako. Tusaidie Bwana, utupe wepesi katika kutafakari na kupata mafunuo sahihi yatakayotusaidia tabia zako Mungu kujengeka ndani yetu. Baba, asante, tunalitukuza na kulibariki jina lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, amen. Mungu akubariki sana. Amen.